Yes, tunazidi kusonga mbele kijanja kabisa kutazama series yetu kali kabisa, series ambayo inafahamika kama siri ya Huba, na hii ni episode ya 77, episode kali kabisa ambayo tuko hapa kwa ajili ya kuitazama. Ni kuombe kwa yeye ambaye bado hujaungana nasi kubonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa tunavyo upload episode mpya, lakini pia bila kusahau kupata zile series nyingine kali ambazo zimekuwa zikiwekwa hapa kila siku. Ni episode ya 77 na episode ya 78 kwa pamoja. Twende hapa tukatazame nini kimejiri katika episode hii. Sasa tunapoanzia tunaona Fayla akiwa anampigia simu mwanasheria huyo. Sasa mshikaji ndio hiyo tena amefika hapa magetoni mwa Fayla, na yeye alikuwa akifikiri kwamba ameitwa kwa ajili ya kumuona na amemisa, na that's why amekuja haraka, lakini pia amekuja akiwa ana wazo hilo kichwani mwake. Sasa Fayla tayari anaona kuna kama mazingzong hapa yanatokea. Sasa haelewi nini cha kufanya kwa sababu hamuelewi na sheria. Makubaliano wameshakubaliana na kile ambacho alikihitaji amempatia, lakini anakuta kama mazingzong yanaendelea. Sasa amemwita hapa akimuuliza, niambie umefikia katika kesi ya RK? Mwanasheria anamwambia, wala usiwaze, kesi hiyo nimekuwa nikifuatilia na kile kitu kinakwenda kwa sawa. Sasa wacha kufanya tu, naendelea kusubiri. Lakini vipi, haujanimisi? Fayla anamwambia mwanasheria, hivi wewe unakumbuka kile ambacho tulikubaliana? Anaambia yes, nakumbuka, lakini kama unavyojua kwamba nilichokipata kidogo nafikiri kimenipa tena hamasa ya kutaka kingine. Kwa hiyo hiko nafikiri kisikuumize kichwa kwamba tulikubaliana nini, lakini kwa nini sasa hivi nahitaji tena? Ni kwa sababu umekuwa ni mtu ambaye sikutarajia kama utakuwa hivi. Fayla anamwambia, unajua mwanasheria, sikuelewi. Uliniambia ndani ya wiki moja tu ama mbili kazi itakuwa imeisha, lakini hadi hivi sasa naona siku zinakwenda tu, lakini hakuna ambacho kinaendelea. Na isitoshe kesi hii naona kama mazingzongo yanakuja, kwa sababu nyaraka zote ulizozihitaji nilikupatia na unazo, lakini cha ajabu hadi hivi sasa sielewi kwa nini inachelewa hivi, au una mpango gani? Mwanasheria anamwambia Fayla, nimekuelewa na nilichokuambia ni kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Wewe niamini mimi. Ina maana hauamini kile ambacho mimi ninachokwambia? Fayla anamwambia, hebu nikujibu moja tu, inawezekana ama haiwezekani? Ili nipate kujua nijiongeze. Kama haiwezekani, nijue namna gani mimi ya kufanya, kwa sababu siwezi kuendelea kukusujudia siku zote, ili hali unafahamu kwamba mimi nimekupatia ulichotaka, lakini pia wewe hautaki kunifanyia kazi yangu. Na wakati tunakubaliana nilikwambia kabisa sitaki kazi hii ichelewe. Uhakikishe kesi hii unaimaliza kwa haraka ili kila kitu kiwe sawa. Kama uwezi, utoke nyumbani kwangu. Lakini tukiachana na hapo, tunarudi kule ambapo tunakumbuka mwanasheria bwana huyu kiukweli amekuwa ni moja kati ya watu wenye tamaa sana, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye hawi katika upande mmoja. Siku anakuwa upande wa Fayla, siku anakuwa upande wa Duma, na mwisho siku anajikuta anaingia katika dimbu la mawazo ambalo anashindwa kufahamu nini cha kukifanya. Sasa tunaona hapa mwanasheria aliibukiwa na Duma ofisini kwake, huku akiwa na macho yenye kuchukia kweli kweli. Duma anamwambia mwanasheria, hivi mbona sasa imekuwa haueleweki? Kwa nini kesi hii imechukua muda mrefu sana, hali ya kuwa kesi zote zilizofanywa huko nyuma zilikuwa zikichukua muda mfupi tu, na umeweza kusimamia kesi kubwa nyingi kuliko hii, lakini kwa nini hii inachelewa? Kuna nini ambacho ninaificha wewe? Mwanasheria anamwambia, hakuna ninachokuficha, isipokuwa kama unafahamu kwamba kila kesi ina upande wake. Unajua hii kesi imekuwa tofauti sana na hizo kesi ambazo umekuwa ukizisema, na ndio maana zimechukua muda mrefu sana. Isitoshe, tayari nimeshapata zile documents muhimu, ikiwemo pamoja na hati ambayo inatumika kwa ajili sasa ya kuhamisha umiliki kutoka kule
katika umiliki wa awali kurejea katika umiliki wako. Hata hivyo, inahitaji pesa kwa ajili ya kuhamisha umiliki huo. Hati hizi nimefanya kazi kabisa, ambapo utaweza kulipia milioni 2 tu ili nikukabidhi hati hizi, kwa sababu nimefanya kazi nzito sana kuzipata. Duma anamwambia sawa, wala usijali, wewe unataka milioni 2, mimi nakutumia milioni 5. Nitajie namba yako unaopokea pesa. Anamwambia namba lile. Anaingia katika mwamala na kisha anatuma pesa hiyo, na kisha anamwambia tayari, nikabidhi hati zangu. Mwanasheria anaangalia mwamala na kweli ametumiwa, kisha anamkabidhi hati yake. Na Duma baada ya kukamata hati na kuangalia kwamba ni zenyewe, anamwambia kuanzia sasa mimi na wewe basi hatuwezi kuendelea kufanya kazi tena. Jambo ambalo linamchanganya kwelikweli mwanasheria, huku akiwaza ni kwa nini sasa. Anambia naona katika kesi hii kuna ubabishaji ambao wanataka ufanye. Sasa imani na wewe sina tena. Umechukua mpunga wako, tayari nimechukua kile ambacho ninakihitaji. Kwa hiyo nimeshapata mwanasheria mwingine ambaye atapeleka kesi hii kwa haraka sana. Kwa heri. Lakini tukiama huko tunarudi kwa RK. RK imekuwa ni mtu wa mawazo sana, na kubwa ambalo linazidi kumpa mawazo ni kauli za dada yake ambayo hazielewi, lakini pia hata alipoenda kusema kwa mama yake hakuna hatua iliyochukuliwa, jambo ambalo linamchanganya kweli kweli, huko akihisi kuna namna ambayo pengine mambo hayako sawia kweli kweli. Sasa anaamua achukue pombe na anywe ili kupunguza mawazo. Wakati anakunywa huku anaendelea kukumbuka kauli za dada yake, akimwambia mbona sikuelewi? Kwa nini unakuwa hivi? Kwa nini umekuwa ukiachwa mara kwa mara? Au una tatizo lolote? Jambo ambalo limekuwa ni fedheha na aibu kubwa kwake, lakini limekuwa ni kauli ambazo zinavunja nguvu moyo wake, huku akihisi kwamba pengine kuna jambo nyuma ya pazia ambalo analo dada yake ambalo yeye halifahamu. Mambo yanakuwa ni mazito kwelikweli kwa RK, huku kichwa kikiwa kinamuuma kwa mawazo kutokana na kauli hizi ambazo amekuwa akipatiwa. Anaamua kujiingiza katika ulevi wa pombe, akikumbuka wakati anaongea na dada yake huku akiwa amemshika mkono na kumwambia, kwani mimi nina kasoro gani? Kwani hao wote ambao wanakuacha kwa sababu gani? Hauna matatizo kaka yangu. Maneno mengi ambayo yalikuwa ni ya kumchoma moyo, ambayo yamemwacha RK katika dimbwi la mawazo, jambo ambalo linamfanya aweze kukaribia pombe na azinywe kwelikweli ili kupunguza mawazo hayo. Tayari tumeona RK anashindwa kufanya maamuzi. Nini akifanye? Aweze kumfuata mwanadada Nice ili kutunza heshima yake, ama aendelee kuwa na msimamo ule ule ili aendelee kupokea matusi na kejeli kutoka kwa mwanadada huyo? Lakini pia upande wa mwanasheria, hati tayari ameshazitoa na hati amekabidhiwa Duma. Unahisi mwanasheria atafanya nini kumsaidia RK, au ataendelea kubaki upande wa Duma na kumwacha RK solemba? Yote kwa yote, tukutane katika episodi ya 78. Tutapata majibu kamili, lakini pia kwa wewe ambaye bado haujaungana nasi, ni kuombe kubonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na taarifa zote baada tunavyoweka episodi mpya. Asante na kwa heri.